Mambiengia Itaro moche weda abu mambiengia Konda mwegene yesoweka Konda koru wancha kwaye Ninyetige ensembe mambiengia One of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world. One of these days. Jaribu kuingia internet na Google, nafanya research zangu sana. Nikafanya research, ndio sasa nikawa more inspired. Nikasema I want to sing like this gentleman kwa sababu I had an ability ya kuimba. But sasa kuimba sikuwa najua hii ni nini naimbwa hii. Hata hii muziki nasikiza country sijui ni nini. So ndio nikasema let me now try to sing. I even worked in a club in a pub. Nairobi hakuna mahali sijui kazi za night clubs. I've done everything. Purposely nilikuwa nafanya hizi kazi kwa sababu si kwa sababu nyingine, lakini kwa sababu nilikuwa na kusudi nipate angalau pesa niweze kusupport hii muziki yangu. Again, I need to go back for surgery. Lakini sishtuki kwa sababu through the journey that I've come, a milestone journey of 20 days that I was given to die. But I'm still breathing. Kama mtaweza kunisaidia niende kufanyiwa matibabu, niende kufanyiwa operation, nione kama I'll be able to walk again badala ya kupoteza mguu. What's up, good people? Welcome back to Get the Point Media. This is the best online TV that spreads good news to inspire and educate. In case you're new here, consider subscribing, and if you're a returning subscriber, thank you so much. We appreciate you being part of this family. It's always your favorite girl here, Julian Kirubo, in your favorite exclusive interview. Today we have a visitor, a gospel artist, all the way from Kisii, Bosongo County. Karibu sana. Asante, thank you so much kwa kunikaribisha. Kwa majina, mimi ni Benard Riziki. Benard Riziki ni mzaliwa wa county ya Kisii. Nyumbani ni Iranda. Iranda is on your way from Kisii town, some few miles, some few kilometers I mean. On your way to Oyugis. Unafika Nyakoe, you divert. Ama from Kisii town, unafika Nyatieko, hiyo Kisii, hiyo njia ya Marani, you divert. So, nimefurahia sana kufika studio zenu siku ya leo. Karibu sana, hii ndio Get the Point Media. Tunakaribisha sana. Thank you. Tumekuona huku nje, WhatsApp status, YouTube. Tumeona wewe ni musician. Na tungependa kujua your music life ilianzia wapi? Maybe kwa ufupi tu tuambie your music life ilianzia wapi? Asante kwa hilo swali. Kwanza mtazamaji, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za country music. Country music wengi wanajua kwamba ni nyimbo ambazo zinachezwa ama zinaimbwa na wazungu tu peke yake. Lakini ninafuraha kwa sababu this music country imekuja kwetu hapa, na tangu tuanze kuimba hii muziki ya country naona mashabiki wengi sana. Watu wengi wanashabikia hii muziki na wanaipenda kwa ufasaha. Safari ya muziki haijakuwa rahisi. Imekuwa ni safari ngumu sana. Umeuliza swali nilianzia wapi? Muziki nimefanya sasa, huu ni mwaka wa, this is the 6th year now I think. Nimeanza 2017. 2017 ndipo niliamua kwamba wacha nifanye muziki wa country kwa sababu nilipata niko na uwezo na niko na hiyo talanta na nilikuwa napenda country music sana. Awali nilikuwa mimi ni mwimbaji wa choir.
nilikuwa naimba kwa singing groups. Ulikuwa unaimba sauti gani? Mimi naimba sauti ya tena. Unakaa tu. Na hata kama mwili haiko bass bado nayo ilikuwa inatoka. Unaweza kweli? Na nimewahi kuwa music teacher, nimekuwa music trainer na kadhalika. So nimefanya muziki wa country for now it is 5 years since 2017. My first studio album tumeifanya 2018 na studio inaitwa, label inaitwa by then ilikuwa Tire Media ambayo today inaitwa New Home Music ambayo inaongozwa na producer anaitwa Dr. B. Kwa hivyo niseme safari ya muziki haijakuwa rahisi, especially wakati unafanya kitu ambacho ni kigeni. Unaona, we are singing a genre that is very new. It is now tuna introduce muziki hapa nyumbani hapa Kisii na generally Kenya, lakini niseme now that I'm based here Kisii. Unajua tunasema unaanzia kwanza nyumbani ndipo unatoka nje. So kushika hawa watu wetu hapa nyumbani hawa Kisii na kadhalika wakuja kukubali muziki haikuwa kazi rahisi. Ilibidi nijitume, nifanye extra work, nifanye assignment zangu, nivumilie. I remember there's a time hata kufanya kwanza na video sikuwa na uwezo. Na hata kufanya audio recording nigharimu, ilibidi nilikuwa na hustle, nilikuwa nauza mandizi, nilikuwa nauza avocado. I was doing kila kitu ile ambayo watu wanasema ni si mzuri, yani it's ugly. Angalau ni raise pesa ya muziki. I even worked in a club in a pub. Nairobi hakuna mahali sijui kazi za night clubs. I've done everything. Purposely nilikuwa nafanya hizi kazi kwa sababu si kwa sababu nyingine, lakini kwa sababu nilikuwa na kusudi nipate angalau pesa niweze kusupport hii muziki yangu niinuke. So haikuwa rahisi kwa sababu think of I'm a Christian. Siku ya kanisa, that is on Sabbath, mimi ni MSDA. Napata ndio kazi iko mingi. Ndio kazi iko kwa mahali umeajiriwa. Naelewa. Nimefanya Nairobi Eastlands Nairobi, nimefanya clubs zote. Hakuna mahali sijui. Talk of Eggeside Villa, talk of Kataru Center, talk of Hacienda Ngara, talk of everywhere. I've done everything there. So na siku ya Sabato biashara ndio ilikuwa inanoga. So ndio tulikuwa tunapewa pressure ya kuwa kazini. Weekend it's so hata watu wanakuona wewe unauza pombe siku ya Sabato na wewe ni MSDA. Criticism. But in the back of my mind nilikuwa najua kusudi. Nilikuwa najua kitu yenye nilikuwa nafanya all this. I just wanted to save for my music. So haijakuwa safari ambayo imekuwa rahisi. Na uligundua lini na vipi kwamba unaweza kuimba? Mimi nimekuwa mwimbaji all along. Kwanza ninatoka kwa familia yetu. Niseme not necessarily my parents, but my cousins, now my elder cousins, na niseme even my grandmother. She used to sing zile nyimbo wakisema nasema meino. Alikuwa anatuimbia sana, alikuwa totereli kabisa. So mimi nimetoka kwa familia ambayo muziki walikuwa very active, kwa kanisa walikuwa wanaimba. Sisi ni wale watu ambao tulikuwa tunakusanyana familia mzima, tunakaa chini every Friday evening tunaimba tukipractice vile tunaenda kuimba kesho church on Sabbath. So I think nimegundua kwamba sasa ninaweza kuimba as a solo artist, as a country singer. Wakati nilifika nilikuwa nasikiza
sana nyimbo za nilikuwa nasikiza radio ya KBC Sundowner. Yeah. Wale ambao mnazijua. So hiyo ndio ilikuwa my favorite show kwa radio. Every evening saa 11 hadi around saa 1. Mimi nilikuwa na tune KBC English Service Sundowner. So hii muziki tu nikisikiza siku yangu inaisha vizuri, siku yangu. So I loved country, nikaanza kupenda country sasa. You see. So I didn't know that someone can sing gospel country until the time kwa sababu Sundowner mostly walikuwa wanacheza hizi nyimbo tu za hizi country normal za cowboys. Yeah. So nimekuja ku learn about this gentleman Jim Reeves. Jim Reeves ndio there's a lady kwa hiyo alikuwa anaitwa Catherine Ndonye. Wherever she is, may God bless you because you inspired me through that. Catherine Ndonye, she used to play this music at some point. Akaplay muziki ya Jim Reeves. Kwa time play muziki ya Jim Reeves, akapenda story ya Jim Reeves, what made Jim Reeves to sing and the kind of songs Jim Reeves anaimba. Ndio nikakuja kujua there's a difference between country gospel, secular country and gospel country. So nikaanza kufuatilia Jim Reeves. Mimi hata sikuwa na uwezo wa ku access information online. So nilikuwa tu na kasimu kadudu kangu hivi kama hii sasa. Napata ninaingia pale najaribu kuingia internet na Google huyu Jim Reeves, nafanya research zangu sana. Nikafanya research ndio sasa nikawa more inspired. Nikasema I want to sing like this gentleman kwa sababu I had an ability ya kuimba. But sasa kuimba sikuwa najua hii ni nini naimbwa hii. Hata hii muziki nasikiza country sijui ni nini. So ndio nikasema let me now try to sing. So nimekuja kujua that I can sing country music. Kuanzia niseme 2013 14 nilikuwa najaribu kuiga. Hiyo time ulikuwa high school ama? Yes. So nilikuwa najaribu kuiga. Nikafika napata siwezi sometimes. Najaribu kuimba kama wao siwezi. So I left it and then until the time nimesema 2017 ndio nili decide. Nikakuwa naenda Nairobi for a long time. So nilikuwa naenda SDA Church Mwangaza na church zingine Nairobi wana play live music. So wakiplay live music ninawaambia jaribu kunichezea country. Is a gentleman anaitwa Mike Masubo. Ndio amekuwa akinichezea sana live country nikiwa na perform pale Mwangaza. So nikapata watu wana appreciate. Unamaliza unajua SDA sisi tumezoea kwamba hakuna kupiga makofi ama kuiriria taa. Kuiriria taa. Yes, you don't shout. Kuna ile ustaarabu. But to the point you sing and you see people in the church clapping for you. Hiyo iliniambia kuna kitu, kuna venye. Ndio sasa nikawa encouraged sasa. Nikasema now that 2017 I said let me now work on this. That's the time I realized I can do country. Okay. So apart from the challenges umesema zenye unapitia, kuna any other challenges zenye unapitia in this music industry? Kuna challenges kadhaa. Mfano muziki watu wetu wana as much as they embrace music, most of the people they don't understand the challenges musicians go through, and most people sometimes they tend kukuwa na ile perception kwamba to being a musician you must be very rich. Yani mwana muziki ni mtu wako very rich, akona pesa, ni mtu you see the kind of life unafaa kuishi, you see. But now when they find that you are going parallel the expectations, criticism inaanza. Sasa huyu ni mwanamuziki mgani? Sasa huyu ni wa wapi na yeye? Amenyeshewa kutoka wapi sasa na huyu? You see? So that criticism unapata inakulower, it lowers your self-esteem. Why? Because when
let me say, to be a struggling artist ina traumatize sana, kwa sababu watu wana expect ukue mahali fulani, na ukweli at that moment you cannot fit their expectations. Wana expect wakuona unaishi nyumba mzuri, una drive gari mzuri, unavaa nguo kali, suti kila siku, una import nguo, suit unavaa, you see, wakuone uko Diani Mombasa, wakuone uko Tanzania, unapiga maselfie, wakuone na even the kind your lifestyle, you understand, even people kuna watu wenye mimi nimekuwa na challenges, people they even ask, kwani wewe wana muziki wengine tunawaona na wanawake sana na very beautiful ladies, kwani wewe what is the problem? You're in your own world, you see. So such a kind of criticism unapata zina lower self esteem ya msanii. Being a struggling artist, because let me say sijafika bado. There are many things people expect outside here, but when I'm unable to match the expectations, unapata atupatani, you see. So that is one challenge. Number 2, finances. Pesa hii ndio nimesema kwamba people know that you need to have a lot of money, but to be very honest, muziki ni safari ambayo inahitaji uvumilivu. To create a brand first, from there on you create avenues za kupata pesa, so it needs time. Lazima ukue patient enough. Mtu akupata ukifanya kazi yenye ni hard one, ni hard out. For example, you can hustle, like you are hustling, like maybe you are doing business, like you are doing mtu atasema huyu jamaa huyu ni ameingiwa na kichaa, huyu ni mwanamuziki, huyu watu wamemroga, hao wasanii wenzake wamemroga, you see. But they don't know that yes, you are an artist, but it takes a long time and patience kuja kupata pesa. So kuwa an artist, pesa ikuji tu eti sasa imekuja pap, life yako ibadilike. You need to invest on that. Na sasa ku-invest on music, you need to do something else, another thing somewhere else yenye itafinance muziki yako. You see, of which I have told you, unapata unakuwa criticized. Watu vile wanakuangalia, watu wanajua kujudge huko sana, people they charge the way you see. So like there's that perception watu wanakuwa nayo, like mwanamuziki afai ku-hustle kufanya kitu kingine. Anafaa kuwe kwa muziki mlipe hivyo tu, akuwe millionaire, akuwe billionaire, aishi vizuri. But sasa they don't understand the channels zenye mwanamuziki unafaa ufuate ndio kuwe billionaire. So that is another challenge. Number 3, support. We don't get support from our local governments or from our leaders. Like for example, county governments ziko na devolution government ambayo wako na youth affairs ministries hiyo yenye hiyo mambo ya culture inafaa ishughulikie, like talents, kulea talents kama hizo. But you find instead of watu kukuja waseme tume-identify talanta mali, wacha tumshike mkono, they can't do that. The only thing maybe, I remember there's a time I used to sing kwa mikutano mikubwa. I used to struggle na hata kufika pale, I don't even have a fare. You go there, you sing, wakati unaimba you see people appreciating. I don't want to mention anyone in this interview, but the leaders, nimeimba kwa viongozi wengi, viongozi wengi, they appreciate, you see, they feel good but this una expect huyu kwa sababu ni kiongozi na identify this talent, maybe anaweza kuja hata aseme wacha ni support huyu, wacha ni kusupport hii muziki yako, acha ni kulipia studio fee, hata ni kulipia mambo na video, kitu kama hiyo. Si lazima basically akupe pesa, akuje tu akuambie nitakushika mkono bla bla.
But unapata mtu anakuambia congratulations, anamaliza tu hivyo, he goes. Inaisha hivyo. Like hata akikupea like kuna kitu moja ambayo sikuwa napenda. Nipatane na, for example, nipatane na governor, nipatane na mheshimiwa fulani, nianze sasa kumwambia nipe namba yako. Nilikuwa nataka tu kama amekuwa interested na mimi, ananiitisha tu namba. Ananiambia, you've done it better. Give me your contacts, nitakutafuta and I'll support you. But sasa kuna ile unapata mwanamuziki ukiitisha, for example, umekuwa kwa meeting fulani ya watu wakubwa, na sasa unaanza kuwaitisha contacts. When you call them, they consider you as a beggar. Yani in fact they ignore your calls. Atachukua mara ya kwanza kuuliza ni nani? Mimi ni Riziki, yule ulipea namba mahali fulani tukua mahali fulani ukaniambia nikupigie. Akamwambia, oh, I'm in a meeting, I'll call you or call me after 1 hour. That 1 hour when you call, that. So wanna run away from that. Okay. So people, let me say, most of these leaders, they like kujiassociate na wewe wakati you are a ready brand, when you've branded yourself. And that is a struggle yenye unafaa ungangane peke yako ndio ujisaidie. Not that the finances zenye wamepewa kusaidia hawezi kusaidia, they cannot. So that is another challenge. Like we cannot get the support from our governments, from our leaders, from our local government. We don't get the support. People appreciate, yes, but very few. They can imagine and say, I know huyu jamaa hata kama ameimba vizuri, it takes kuna kazi nyingi sana behind the scenes. Mimi kupata hii muziki ni enjoy, kuna kazi nyingi behind the scenes. Acha hata nimsaidie hata wimbo moja, atoe hata wimbo moja. So unapata mostly people they know as an artist you are satisfied, you are okay, and they leave you there. When you could provide to deliver when you kuja tu kuimba. Then it reached a point, I've sung, nimeimba kwa watazamaji wetu mkiangalia, nimeimba matanga nyingi Kisii na Kenya, nimeimba everywhere. There are people when they call you to their functions, they know that as an artist umekuja, ni kazi ya Mungu, asante, thank you so much, God bless you. Mungu akusaidie, Mungu akulindie talanta, Mungu akuinue zaidi, na sasa tuonane wakati mwingine, tutakuita tena wakati elsewhere. God bless you. Mtu anakuja hapo kwa stranded na hapo umengangana, umetafuta hata fare, umeenda sijui ni Fuliza. Umengangana, umeenda mbali, far from Kisii town, umeenda mbali. Ndio mtu anakuambia. So unashindwa kumwambia. Kama mimi nashindwa kweli nayo, nashindwa kuambia mtu. Sasa unatoka, inaisha hivyo. Tena kuna mwingine tena anaweza kuita, nataka kuja function yetu. Oh, hey, blah 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 blah, APCD. Unamwambia that is okay. Some of us, we don't know how to bargain. Now let me say, by then ukifika tena the same thing happens. Anakuambia nitakununulia kalanji. Natoka, narudi. So those are the challenges. You see, nowadays we don't sell music. To be an involved artist, unafanya kazi mzuri, una deliver 24/7. You need to, number one, to fully practice music. Ufanye muziki the whole entire of your days, you do music. Sasa inamaanisha mimi sitaenda niende kutafuta kazi kwingine, kazi yangu ni muziki. Are you seeing? Na hii muziki, unapata hii muziki sometimes hailipi. You see? Most people, they doesn't know that. They doesn't know that to be an artist, you also need to uishi maisha yako iende vizuri, vitu kama hizo. That is a challenge that I know majorly wanamuziki wengi wanaogopa kuzungumzia. They fear kuizungumzia.
But hiyo ndio ina affect watu wengi sana. Unapata they don't grow. You see, Riziki, believe me, I cannot be able to give you good music if I don't give my full time to it. I need to practice, I need to write good music, I need to do my research. Sasa niambie, niko na kazi kwa office maybe, ama niko na biashara mahali, nahitaji nene nifanye biashara, itakuwa na wakati gani wa kufanya research, nikuwa na wakati gani wa kuja niandike wimbo, angalau nijue this is how I should write a song yenye inaweza faa my audience, mashabiki wangu. That is why you find musicians sometimes we write and we sing anything. Yani kitu yote tu. Bora tu ni wimbo ito, we sing anything. Bora inaingiana na beat. Bora tu yani ni muziki we do for entertainment. But we don't sing we don't communicate to the soul of your audience. Ni kwa sababu gani? Huyu mtu ana time ya kukaa a concentrate kwa muziki, kwa sababu live inahitaji aende ajishughulishe kwingine. But kama angekuwa anakuwa appreciated kwa kazi yake ya muziki, anajua tu mimi ni muziki. Ninaamka, niandike, ni prepare, niende studio, nitafute deals mahali, vitu kama hizo. You see? Functions, naenda nikitoka functions, I'll be paid, nikipewa pesa, ni divert, iende kwa video, nifanye purchasing APCD vitu fulani za muziki, everything, things about music. That is how you can deliver good music. So these are some of the challenges I think zenye ziko major kwa industry ya music. Ambazo kila msanii, si Riziki peke yangu, kila msanii anazipitia. Yeah, it's true. So far umeimba nyimbo ngapi? Nimeimba nyimbo kadhaa. Nimeimba nyimbo kadhaa sana. I think I have more than 40 tracks. Kama ulianza kitambo? Hey, I have many songs. I have many tracks. Ni ile tu, as I've told you, to be a struggling artist ni kitu ngumu sana. You can be singing, but now hakuna mtu mwenye anaweza kuidentify kitu kama hiyo. So zimekuja kutoka at the right time. Wakati Mungu aliruhusu sasa, wacha zitoke. So I have more than 40 tracks. Some nime-release YouTube, some sija-release YouTube, but I'm planning. So I've said, unaangalia bado mapato, priorities za maisha, vitu kama hizo. Ndio sasa unafanya pole pole. So I'm working to release. I'll be releasing now one-on-one because I've seen there's a need. So many people, by the way, they ask me, why? Mbona uweki nyimbo zako YouTube? Mbona tupati nyimbo zako mingi? Because sometimes I can go for, to a function kama matanga. Naweza enda matanga upate ninaimba the whole day. Naimba the whole day without kurudia wimbo hata moja. So unapata kuna watu wanakuja wanakuuliza, "Kwani hizi songs zako zingine ziko wapi? Mbona tupati hizi songs kama hizi umeimba? Tunapata tu bla bla ndio ziko YouTube." So sometimes unashinda kumexplainia uwezo wa kuproduce na wa kufanya video ndio ni ngumu kidogo, kwa sababu kupiga hesabu it's a budget. Kutoka leo nataka kufanya video ya wimbo moja, it is a budget. I have to budget for about 30,000, 40, 50 depending na vile aliko. So ni kitu ambayo unapanga. So mostly unapata uwezi kuexplainia watu. So I have many songs that I'm working on and I'll be releasing them now that there is a need. People love this music, people love these songs. Na nitakuja kuhesabiwa kama sitawapea hizi nyimbo. Nitakuwa ni release na wapatia. Yeah, so subscribe pia. Subscribe. Na kuna ile wimbo mmoja tu kwa tracks zako zote, maybe something ili could drive to write this song. Inaweza kuwa ni wimbo gani? Right. That's a very good question. All my songs kama utasikiza, na nashukuru sana kwa sababu Mungu ameniwezesha kuandika.
nimekuwa nikiandika songs zangu through experience, through my life experience. Add experiences, the difficult challenges ambazo ninapitia na challenges ambazo naona watu wanapitia hapa nje. So hiyo inani drive, unapata nimeandika wimbo. That song inakuwa I be the first fan ya huo wimbo. In fact, kama sikui fan, kama sikui shabiki wa wimbo wangu wa kwanza, I don't sing that song. Lazima kwanza nipende huo wimbo, lazima huo wimbo uniguze, lazima huo wimbo unifanye hata machozi nikuwe emotional, ndio ni release. Ndio automatically itaenda huko nje, itaguza other people. So I've been doing all my songs through my life experiences. Challenges kama hizo nimekuambia. You don't have a support from where some of us we come from very funny backgrounds. You don't have support, you don't have backup. No one cares what you do, no one cares where you, as long as they wajue uko hai na unaendelea vizuri. Yeah, see it, they don't care. Uwezo hakuna, vitu kama hizo. So hizi zinafanya, hizi changamoto kama hizi zinafanya mtu unajituma, unafanya everything. Kama hizo kazi nimekuambia, hakuna kitu sijafanya Nairobi. Mimi viazi nimeuza, nimefanya club, nimelima barabara, nimefanya mchengo pale kwenda thika huko kwenda KU pale. Tumejenga nyumba mingi sana pale Nairobi. So hizi changamoto, through these challenges, and it reached a point nikawa mgonjwa. There's a song ambayo, wacha nisungumzie nyimbo tatu. Nyimbo tatu, moja inaitwa Emechando Endolera. Yeah. Mashida. Shida. Inamaanisha ni shida. Inamaanisha hata kama ninapitia changamoto leo, niliimba Emechando Nyiwe Mbokie. Yani hata kama nitapitia shida na shida hizi zitakuwa zimenizidi leo, najua kesho yangu itakuja. I did that song while nikiwa Nairobi. Niko mgonjwa, osteomyelitis. Kwa sababu ya ile kitu nilisema, we come from families where there is no support. So you cannot be even assisted financially ikusaidie uende hospitali. Sina uwezo. So ni mimi ni hustle, nipata pesa hata ya kujichukua hospitali. Nyumba ndio nimefungiwa. Sina mali ninatoa pesa. Angalau hata ninunue dawa. Nikafungiwa nyumba. Kazi siwezi enda. Mguu ni mbaya. I cannot work. Kwa hivyo mguu ilianza kitambo. Hii mguu, imeanza. Sasa sikujua kwamba ni kitu ambayo ilikuwa ikuje kuwa serious like vile imekuwa hivi sasa. Ilianza. That is the time nilienda nikiwa nimefungiwa nje, nikaenda kupembeleza landlord anifungulie. Landlord alinifukuza kama mbwa. Aliniambia no money, toka hapa. Get out of the gate. Katoka. Kwa sababu Dandora ndio nilikuwa naishi na insecurity kwa juu, I decided kulala kwa kakipanda hii ya mama mboga. Kipanda ya mama mboga. Nikaingia pale. Nikakaa tu. Mvua ilikuwa inanyesha, season ya mvua ilikuwa Nairobi, I think it was a season ya mvua. Hiyo baridi yote. Nikaingia hapo chini. Sina option, nikaingia hapo sasa. Kwa sababu ya baridi, so ninaumwa, I have pain, sijakula. That is the time I wrote those lyrics, Emechando Nendolera. There's another song yenye ili trend, inaitwa Ndeange Kogendanka. Lord, I'm ready to go home. This is also a song. Sasa nimetoka Nairobi, nimekuja Kisii, nimeanza kuhustle Kisii, na sasa nimeishi hapa, natafuta njia ya kuishi.
na sasa nimeingia kwa muziki. This problem haikuenda kuisha. Sasa hii ndio imeanza fresh ugonjwa yangu sasa. The last time now wakati nilienda kufanyiwa operation. Nikaambiwa the osteomyelitis ambayo ilikuwa kwa damu yangu kiwango, the bacterial infection iko juu sana. Ilikuwa imeaffect my blood level na sasa imecause kitu ilikuwa inaitwa septicemia. Septicemia, it is very dangerous condition. Ikaleta another condition inaitwa septic. Septicemia, sepsis, septic. Zinaenda hivyo. Hapa mtu akiwa hapo kwa hiyo stage, anaweza kufa wakati wote. Anaweza kufa tu, ndio hizi mnasikia mtu amekufa akiwa anakula. Amekufa alikuwa anatembea. So, I was attacked by that disease. Osteomyelitis ikaingia kwa damu. Ikaharibu my bone, this bone ya mguu. Wakati ninafika hospitali Tenwek, kupitia kwa usaidizi wa mashabiki wangu na friends, nikafanywa vipimo, I was tested, nikaambiwa I was told I only have 20 days. 20 days za kuishi. Madaktari waliitana, they called a pre-meeting. Not necessarily a pre-meeting, but they called a meeting. Wakaitana wakakuja, nikaona wazungu, hawa specialist wanakuja wakagada. Mahali nilikuwa nahudumiwa kwa ile room ya daktari. Wakaniambia, ita wale friends wako mlikuwa na wao. I called them. Kakuja. So wakatuambia, we are to break sad news. Huyu mgonjwa wenu ni kweli mmemleta kwetu, lakini the infection, the level of blood infection imeenda juu. Na sasa we are very sorry and we are sad to say that it will not exceed 20 days. Sasa tunaangaliana tufanye nini? We don't know what to do. Sisi nimeenda nitibiwe mguu ndio iko na shida. Sasa naambiwa have another condition iko kwa blood yenye ilikuwa caused through this problem ya mguu. Ndio nilitoka hospitali, to cut the story short, tukakuja kwa nyumba. I sat and I wrote that song, Nde Ange Kogendanka. Tata Nde Ange Kogendanka. Wakati huo niliandika nyimbo nyingi sana. Wakati niliambiwa have 20 days. Niliandika nyimbo nyingi sana. Overall it is a testimonial song. Nilikuwa naambia Mungu, if you give me another chance, I will testify what God you are able to do. Yeah. I will testify and I will sing. Niambie watu you are able to do. I sang that song. Another song I sang during that time, Motogie Tata, Chinga Kichonzi. It means praise God every other time. I quoted that verse inasema, wakati wa mazuri na wakati wa mabaya bado mshukuru Mungu. That is the song. That is how the song came. And there's a song yenye imetrend sana everywhere, everyone knows it. Inaitwa Mambia Ingia. Ndio umesema unaona status sana. Yeah. Hiyo ni wimbo pia niliandika, nilifanya nikiwa na machungu kadhaa. Nilikuwa na machungu mengi. Then nikasema, one of these days we shall leave this evil world. Mambingia Intaro moche witha abu Mambingia. That if I trust in God, one of these days I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word.
kama nitamtumainia Mungu na nifanye yale mapenzi yake, I will leave this evil world yenye ninasumbuka leo. I don't have anyone to help me. Sina mtu. I read that song through that. Okay. Now, vile umeniuliza kuhusu nyimbo zangu, ninaziandika. Hivyo ndivyo nyimbo zangu zinakuja. Wakati ninakuwa na shida, wakati nina go through experience fulani, I write a song. I went through again nilitibiwa, nilifanywa operation, na sasa I'm sad to announce that I again need to go back for another surgery. Nafaa tena kwenda kufanywa upasuaji hivi sasa tunavyozungumza. I'm still busy looking for money, busy looking for friends to help me raise half a million zinisaidie kwenda kufanyiwa upasuaji inaitwa knee arthroplasty. Knee arthroplasty, hiyo osteomyelitis nilikuwa nayo iliharibu this bone kutoka hapa chini, ikafanywa operation that yenye ilikuwa very successful. The operation ilikuwa inaitwa sequestrectomy. Ni walifanya implant fulani hapa. Haikwenda vizuri tena, the infection ilikuwa hapa chini inaendelea kupanda kuja juu. So madaktari wanataka wafanye knee arthroplasty, knee replacement, kwa sababu imekuja inaendelea kupanda. Waona kama watazuia this problem isipite hapa kuja juu. So again I need to go back for surgery. Lakini sishtuki kwa sababu through the journey that I've come, a milestone journey of 20 days that I was given to die. But I'm still breathing. Amen. Since I was given, since I was told that now I have 20 days, as we speak today, nimeishi ni mwaka moja imeisha, kwa sababu ilikuwa February 2022. Na hii tunaelekea February 2021. Na nilifanywa surgery operation 2022 February. Na sasa nafaa kwenda for another surgery February tarehe 15 2023. So after 1 year again I need to go for surgery, but I say ni neema ya Mungu. Ni Mungu. So kwa mashabiki wale na well wishers who can be able to support me, I will say thank you, na nitazidi kuombea Mungu awabariki na wazidishie zaidi. Kama mtaweza kunisaidia niende kufanywa matibabu, niende kufanywa operation, nione kama I'll be able to walk again badala ya kupoteza mguu. So mpenzi mtazamaji, kama ungependa kumsaidia, tutaweza kuweka namba yake ya simu na any information kumhusu pale chini, because we support one another in this world. Kama umeguswa na story yake mpenzi mtazamaji, tungependa sana hiyo namba ambayo tunaweka pale chini kwenye screen, take that number. The little that you will support ni mingi sana kwetu sisi, ni mingi sana kwake. Kwa hivyo tuweze kusupportiana, uweze kumsaidia, uweze kurudi this operation. This is a very very good musician here in Kenya. Anasaidia pia watu na songs, ana motivate watu. So support him also with the little that you will have, ili aweze kusaidika. Na tungependa pia uweze kuambia watu your YouTube channel, waende wa kufollow, na pia namba yako ya simu. All right. My YouTube channel ni Benard Riziki. Unaandika Benard Riziki, itakuletea Benard Riziki songs, na click pale, una subscribe kwa YouTube ambayo imeandikwa Benard Riziki. That is my YouTube channel. My phone number is 0721 681 331. 0721 681 331. That is my official number. You call on time, I'll be available. Haitakuwa na issues, unajua kuna ile issues zazin. Usipige after saa 3, usipige after. No. I'm available. By the way, kama kuna mwanamuziki mwenyewe ako very hard working ni mimi. I work even late hours. You will call me, you find I'm very busy working during the night. Okay. I write. So you call me, you find me. Oops, hapa italeta shida. Thank you for clarifying. Italeta shida kwa sababu italeta shida kwa sababu
Kwa sababu kwa sababu haina tunaelewa. Kwa hiyo wakati tunamalizia tungependa utuimbie your favorite song, at least maybe a chorus. Mtu maybe amesikia pale angependa kusikia tena your favorite song yenye umependa. Okay, zote ni favorite but maybe song tu unapenda sana. I love this song so much. Mambiengia itaro moche weda abu mambiengia konda mwegene yesoweka konda koro wancha kwaye ninyetige ensembe mambiengia. One of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world. One of these days. I love that song so much. As much as millions of people they love it, I also love it. I love it so much. Thank you. Welcome. Asante. Thank you so much mpenzi mtazamaji, we appreciate you tuning into this Get the Point Media. Enda pale YouTube, TikTok, Facebook, hakuna penye hatukosi. All the social media handles, ukisearch pale Get the Point unapata kila kitu, na usisahau pia utapata the point pale kwa stories zetu. Our visitor today was Benard Riziki, mwimbaji kutoka Kisii, Songo, Kenya. Ukitaka kuminvite hata outside the country anapatikana. Namba yake tunaweka pale chini, ukipenda mpige anytime you want. Amesema there's no manager. Hakuna mtu anamuuliza nani anapiga sahi. So call anytime. Na pia unaweza, maybe anaweza kapatana na potential pale nje, you never know. So so tune in always pale to Benard Riziki YouTube channel. Na hapa Get the Point Media. This, nikirudia sana, is the best online TV that spread good news to inspire and educate. Get the Point Media, make a step forward. It's always your favorite girl here, Jillian Kerubo, in your favorite exclusive interview. Thank you so much, Riziki, for coming to Get the Point Media. We appreciate you so much. Thank you so much for your time. God bless you. Asante sana. Ubarikiwe sana mpenzi mtazamaji. Baraka pia kutoka kwa Benard Riziki, na pia tune in pale kwake apate potential, asizeeke mapema. Thank you so much. Get the Point. Take a step forward.